zuri. Wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'u hadha, ni bora kuliko sadaka ambayo baada yake utamtukana mtu umtolee matusi. Na binadamu ndo sura aliyo. Binadamu aweza kukwambia bwana, wewe ndo kila mwezi nitakusaidia. Ukienda mwezi wa kwanza akakupa kwa furaha, mwezi ya pili akakwambia arudi bwana, mwezi wa tatu akikuona na huyo naye basi hapitishi nga tarehe 5 tarehe 6, mwezi wa tatu ameze kusahau kwamba amekupa ahadi. Binadamu kutoa ni mgumu sana, sio rahisi. Lakini wale watoao kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atuambia la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, musiharibu sadaka zenu kwa kutoa matushi wal adha, na kutukana watu. Qur'ani yatufahamisha namna ya kutoa, na haya yalitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna sadaka sampuli mbili. Kuna sadaka ambayo yataka ifahamike kwa watu wote kwamba umetoa, na ndio Mtume alayhi salatu wasalam wakati iliposimama ghazwati Tabuk akawaambia masahaba watoe, na akawatangazia halambe, na wakatoa masahaba, na kila mmoja akaeta kile ambacho kwamba anacho, kwa sababu ilikuwa ni wakati ambapo yahitajika watu waoneshane kwamba watoa. Ndio Saidina Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu akapeka nusu ya mali yake, akapeka mali yake yote. Saidina Umar alipeka nusu ya mali yake. Hata Mtume akamwambia, umebakisha kitu gani ya Umar? Akamwambia, nimebakisha nusu ya haya nilokuletea. Saidina Abu Bakar akapeka mali yake yote. Mtume akamwambia, madha abqaita li ahlika ya Abu Bakar, umewabakishia kitu gani watu wako nyumbani? Saidina Abu Bakar akamwambia, abqaitu lahumullah wa rasula, nimewabakishia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ndio Saidina Umar akanena neno lake mashhur, ma tasabaqna fil khairati illa wa kunta sabaqan ya Abu Bakar, sisi hatushindani katika mambo ya kheri ila we Abu Bakar huwa kutushinda. Hapa Mtume alifanya sadaka itolewe kwa sababu gani? Kwa hitajika. Kwa hivyo kila alotoa haikuwa ni ria, ilikuwa ni dharura. Lakini kuna sadaka ya baina wewe na mtu, hufai kuitangaza. Umempa mtu msaada baina yako wewe na yeye tu, kuitangaza ni makosa, bali ni haramu, kwa sababu itakuwa wewe umefanya ni kumkashifu na umefanya ni ria. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, katika watu 7 ambao watafinikwa kivuli cha Mwenyezi Mungu, siku ambayo kwamba hakuna kivuli ila ni hicho, basi mmoja ni upi? Ni rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ni mtu alotoa sadaka akaisita kwa siri mpaka ikawa ule mkono wake wa kushoto hauelewi mkono wa kuvuli umetoa kitu gani. Kwamba mikono ni yako, lakini ni mafumbo kwamba utoe kwa sadaka, utoe sadaka kwa siri, ili isikuilie ria na ujubu. Kuna ria na kuna ujubu. Ria ni kutaka watu wakuone kwamba wewe ni mtoaji mno, ndio ria. Na ujubi, huna haja ya watu wakusifu, lakini ukaiona kwamba mimi hakuna kama mimi. Mathala umekwenda msikitini, umeswali siku hiyo tahajjud, hujaliwi kuswali tahajjud, lakini siku hiyo ukaswali ikakupita mawazo, angalia watu wote walele, mimi nimekuja kuswali tahajjud. Ni ujubi, yani umeiona kwamba wewe ni wewe. Zote hizi zaharibu amal. Kwa hivyo ukitoa sadaka hakuna ujubi, hakuna ria, basi Mtume amekutukulia ahadi kwamba utafinikwa kivuli siku ambacho kwamba hakuna kivuli kiyama ila ni kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuambia, wama yasalunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum, chochote mutakachotoa, min khairin falilwalidaini, kwanza wapoe wazee wawili, wal aqrabin, wapoe jamaa zako, wal yatama, wapoe mayatima, wal masakin, wapoe maskini, wabn sabil,
na watu walioharibikiwa wageni. Wama tunfiqu min khairi, na chochote mutakacho kukitoa cha khairi. Wama tunfiqu, chochote hata kama ni kichache, fa inna Allaha bihi alim, Mwenyezi Mungu akielewa na atakilipa. Ndio tukaambia katika nyingine, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, hakupotei kitu, huwa khairan wa a'zama ajra. Basi sasa khairi kutoa si lazima iwe ni mapesa tu. Hata masahaba walimwendea Mtume kwamba Rasulullah, sisi hatuna cha kutoa, matajiri watushinda. Mtume akawapa subhanallah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Bali akawaambia na mengine zaidi, kalimatu tayyiba sadaqa, neno zuri tu ukamwambia mtu ukamjibu uzuri, amekuuliza wapata thawabu. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqa, ukateka tu na mwandani wako ukafurahika naye ni sadaqa. Idkhalu sururi ala almuslimi sadaqa, kumfurahisha muislamu kwa mambo ya kweli ni sadaqa. Kwa hiyo sadaqa, ukiwapatanisha walioteta ni sadaqa. Mtu ana mzigo wake hauwezi kuteremsha garini au hauwezi kuupandisha, ukimsaidia ni sadaqa. Ukimuonesha mtu mahali pema ni sadaqa, au mahala ambapo ni mubaha ni sadaqa, lakini sikumuonesha mahala pa matata. Imatatu al-adha ani tariqi sadaqa, kuondosha taka ndiani ni sadaqa. Mtume akatwambia imani ina tandu nyingi, utandu mkubwa ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na utandu mtoto, sehemu toto ya imani ni kuondosha uchafu, jiwe, taka kwenye ndia. Ndio ulama wakatwambia ukiondosha chochote ndiani, basi wewe nena la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, sababu utakuwa ile imani umeizunguka mwanzo mpaka mwisho. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe tupanane, Mwenyezi Mungu atukundue, atupe riziki za halali, tuweze kufanya mengi ambayo kwamba tuyahitajia kuyafanya. Mwanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwaumba wanadamu wake sampuli mbalimbali. Kuna wengine huwaumba akawapa mali mengi, hawajui la kufanya, hungoja kutokea la kufanya wafanye. Na kuna wengine Mwenyezi Mungu huwapa mambo mengi, wakangoja kupata hizo pesa wafanye wale watakao kuyafanya. Basi inshallah Mwenyezi Mungu atupe pesa za khairi na riziki za halali, tupate kusaidiana na kukunduana, atutengezee ulimwengu wetu na akhira yetu, atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana, atupe husnul khatima.